Mwana michezo, karibu katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha Sport Zone, kipindi ambacho kinakupa wasaa wewe mtazamaji na msikilizaji kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka taarifa kubwa ambayo tumekuandalia hapa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya bila kufungana 0-0. Kumbuka mimi ni Mafia Fine Samad Hassan, lakini siko peke yangu, niko na wachambuzi wangu wa zamu, niko na Half Abdullah, lakini pia niko na Ibn Hassan, lakini miongoni mwa wageni ambao tuko nao leo ni Saidi Kumoto, ni miongoni mwa wachambuzi wazuri kabisa wa masuala ya kabumbu kutokea kule na Chingwea mkoani Lindi kusini mwa Tanzania. Na mimi ni Mafia Fine Samad Hassan, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwenda kuangalia mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa New Aman Complex Guantanamo Bay, mchezo ambao umemalizika kwa 0-0. Na asante sana wewe mtazamaji unaotufuatilia. Kumbuka kipindi hewani ni Sport Zone ya Focus Online Media, na tumerejea baada ya kulipa bili kuja kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Na miongoni mwa taarifa kubwa ambayo tunao hii leo ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya bila kufungana 0-0, mchezo ambao ulikutanisha Dar es Salaam Young Africans na Simba Sports Club, wote hawa kutokea mitaa ya Twiga na Jangwani, lakini Simba Sports Club wakitokea mitaa ya Msimbazi na Kariakoo jijini Dar es Salaam. Na tuanzie kwako Half Abdullah, mchezo wa dabi kati ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans, tupate tathmini fupi kwa dakika moja, ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Mchezo kiufupi, mchezo ulikuwa ni mgumu, na ulikuwa ni mgumu kweli kweli. Mchezo ulikuwa ni mgumu kwa wale ambao wameangalia mpira, nadhani wameona jana timu zote mbili ziliingia kwa ushindani mkubwa sana. Isitoshe Simba alitoka kupoteza alama 2 dhidi ya Dodoma Jiji, unaona. Licha ya hivyo pia Simba ukifuatilia head to head dhidi ya Yanga amepoteza mara 6. Kwa hiyo alikuwa na uhitaji sana mchezo wa jana ili aweze kupata alama 3, pia kuacha ule uteja kati yake na Yanga. Pia kwa wananchi nao walikuwa wanahitaji kuendeleza ile historia yake, kwamba pale pale ambapo Simba wanahitaji kujirudi, na sisi tunakazia pale pale, tunaendelea kujiweka sawa na tunaendelea mbele. Kwa hiyo mchezo ulikuwa ni mgumu, hasa pale kipindi cha kwanza, dakika za kwanza zile zimeanza toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 15 tumeona walimu wote walikuwa nasomana mbinu pale, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda game ikawa inazidi kubadilika. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mgumu, lakini at the end of the day kilichotokea ndio hicho. Yes. Asante sana Halfa, lakini tukija kwako Kumoto, mechi wakati inaanza kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili, naweza nikasema ni mechi nzima Simba Sports Club walionekana kudominate mchezo maeneo ya katikati mwa uwanja na hata maeneo ya ushambuliaji. Hasa shida kwa Dar es Salaam Young Africans katika mchezo wa jana ilikuwa wapi? Maana tumeona Young Africans wamecheza chini ya kiwango kweli kweli, sio kama wanavyocheza mechi zingine, ama tukilinganisha na dabi nyingine. Shida kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ilikuwa wapi katika mchezo wa jana? Kwa upande wangu mimi, kikosi cha Yanga kwa jana nimeona shida kubwa ilikuwa ni pale nyuma, sababu ukiangalia kuna wachezaji kama wawili, ni Luemba na mwenzake Aula, walikuwa wanaruhusiwa sana kupiga mashuti golini, hali inayofanya maana yake Yanga iwe imefanyaje, imezidiwa. Kwa ile situation kwa upande wangu mimi ninavyoiona, si Yanga ilikuwa dhaifu sana kwenye upande wa wa kukabia, yani defense ilikuwa ni dhaifu sana katika eneo la kiulinzi. Dar es Salaam Africans wanaonekana kwa wadhaifu sana. Lakini Kumoto, tukisalia hapo tunaona Dar es Salaam Africans katika eneo lake la kiungo, jana alianza na viungo watatu, alianza na Mdasile Haya Basi, lakini pia alikuwepo Mohamed Damalo Kamala, lakini pia mtu kama Duke Abuya. Lakini tumeona kukiwa na wachezaji wa Simba, viungo wa Simba walikuwa na uwezo wa kupiku eneo la kiungo la Dar es Salaam Africans na kupelekea mpaka Yanga ama viungo wake kucheza chini ya kiwango kweli kweli. Hauoni kama pia Dar es Salaam Africans walikuwa hawako imara katika eneo la kiungo? Yani kwa mchezo wa jana tu kiufupi, Yanga yani mimi naona kwa upande wangu kama walichukulia ni mchezo ambao walishazoea kwa mechi ambazo zimeshapita ambazo walicheza na Simba, sababu ukiangalia Yanga ametoka kushinda mechi 6 mfululizo akicheza na Simba. Kwa hiyo ile situation iliwafanya Yanga wakalili kwamba hii ni timu ya ni timu ya kawaida, ila dakika za mwisho maana yake
Simba kwa mechi mbili ambazo zimepita alikuwa yuko bora sana. Kwa hiyo ilivyokuja mechi ya Yanga, kutokana na Yanga kuwachukulia Simba ni wachezaji wa kawaida, wana kikosi cha kawaida, ile situation ndio amini ambayo imefanyaje, imewaathiri wale wachezaji au kikosi kwa ujumla kucheza chini ya kiwango. Asante sana Kumoto, lakini tukija kwako Ibn Hassan, tuangalie katika kikosi cha Simba Sports Club. Bwana, Simba jana wameonekana wakicheza vizuri kweli kweli na kudominate mchezo kwa takriban dakika zote za mchezo. Hasa Simba walikuwa bora maeneo gani uwanja? Simba jana kikosi, tuseme kikosi kizima waliocheza kwa ushirikiano kama timu. Kwa ndio maana unaona Simba yani kwa jana mchezo mzima wameumiliki sana mchezo. Kwa mimi kwenye maeneo ambayo walikuwa bora sana ni naweza nikasema ni timu nzima tu. Yeah. Maeneo yote uwanja Simba walionekana kuwa bora. Walikuwa bora sana jana. Lakini tukija kwako Abdullah, miongoni mwa matukio ambayo mchezo huu wa dabi umegubikwa nayo, kuna baadhi ya matukio. Tukianza na tukio la goli la Selemani Mwalimu dakika za kipindi cha pili, mwamuzi wa pembeni Kasimu Mpanga kukataa lile goli na kusema ile ilikuwa ni offside. Kwa mtazamo wako wewe kama mchambuzi na mtu ambaye umepata nafasi ya kuangalia mchezo jana, wewe kwa maoni yako unaona ile ilikuwa ni offside kweli? Ile ukiangalia vizuri ile haikuwa offside. Lile ilikuwa ni goli halali, lakini mwamuzi alianza kufanya makosa before, yani kabla ya goli kwenda kufungwa. Ukitazama vizuri ni kama vile Selemani Mwalimu alisha unawa mpira kabla hawajaenda, kabla cross haijapigwa. Tukumbuke Selemani alicheza mara ya kwanza ndipo akaingia ndani golini kwenda kwenda kupiga kichwa. Kwa hiyo wakati upo mwanzoni huku alishagusa mpira kwa mkono. Alivorudi huku amekuja kuscore ikaonekana ni offside. Kwa hiyo kwa tafsiri ya mwamuzi kusema lile goli lilikuwa ni offside, hapana, alikuwa kwenye eneo sahihi, ila pia mwamuzi ameshawishiwa na reaction ya wachezaji wa Yanga. Tumeona kina Djigui Diarra walivyo react baada ya mwamuzi kusema kwamba ni goli. Nadhani mwamuzi yeye alisema ni goli, lakini mwamuzi wa pembeni ndio alikuja kumwambia referee wakati na Solo Mwinchui kwamba ni offside. Kwa hiyo hapo kuna mambo kama mawili hapo. Cha kwanza tukienda kwa upande wa marefari wameanza kufanya makosa toka mwanzo, kwamba haikupaswa hata mpira kufika huku kwenye eneo la goli. Unaona, ukiachilia mbali hivyo, pia mwamuzi wakati hatuwezi kumlaumu sana, kwa sababu yeye amepokea maelekezo kutoka kwa mwamuzi wa pembeni ambao ndio anauona zaidi uwanja akiwa pembeni kuliko huyu ambaye yupo ndani. Kwa hiyo yote kwa yote, mwamuzi wakati ndio mwamuzi wa yote ndio ameamua kwamba ilikuwa ni offside. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukasema chochote, lakini kiuhalisia lile goli lilikuwa ni halali kabisa. Yes, japo wananchi wenyewe wanavolaumu ni kwamba lile goli tayari alishafanya madhambi kule Selemani Mwalimu kabla ya kuja kufunga goli. Hayo unaungana nao kwa alishafanya madhambi, alishashika mpira, ni kweli? Kwa upande wangu, kwa faida ya picha za marejeo, ndio Selemani aliushika mpira wakati anajaribu kutuliza hivi, alitumia kidogo mkono, mpira ulimpalaza hapa, ndio akafanyaje, akareceive, then akatoa pasi, akaingia ndani kuisubiri, akapiga kichwa hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja kule kwa upande wangu Selemani aliunao mpira kabla ya kwenda kufunga goli. Asante sana bwana, huyu ni Alpha Abdullah, tukipata maneno yake ama maoni yake kwenye lile tukio la goli la Selemani Mwalimu ambalo limezua taharuki kwa baadhi ya wapenzi na washabiki wa Simba Sports Club, wakiamini kuwa ilikuwa ni goli halali, lakini kwa uchambuzi huu ambao tumepata kutoka kwa Abdullah, mpira ulikuwa tayari umeshashikwa na Selemani Mwalimu kabla ya kufika kwenye eneo la umaliziaji na kufanikiwa kuandika goli, lakini mwamuzi wa pembeni aliweza kulikataa lile goli. Na tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuendelea na mchezo huu, kupata matukio mbalimbali ambayo yaliweza kushika hatamu ama aliweza kugonga vichwa vya habari katika mitandao ya kijamii, lakini pia na kwa wapenzi na mashabiki wa soka kwenye mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Kumbuka hii ni Sport Zone ya Focus Online Media, nami ni Mafia Finest Abdulsamad Hassan.